Kila jina lake linapotajwa, si rahisi kukosa hisia. Mtu anayevutia watu kwa ushujaa wake, lakini pia anayewakera wengine kwa misimamo yake mikali. Tundu Antipas Lissu, mwanasheria, mwanasiasa, mtetezi wa haki na mmoja wa wakosoaji wa mifumo ya utawala nchini Tanzania. Alizaliwa mwaka 1968 mkoani Singida. Aliingia rasmi kwenye siasa mwaka 2010 kupitia Chadema. Akawa mbunge wa Singida Mashariki kwa miaka 10 mfululizo. Lissu amekuwa mstari wa mbele kutetea haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari, utawala wa sheria na mapambano dhidi ya ufisadi. Lakini pamoja na juhudi hizo, jina lake pia limekuwa chanzo cha mijadala mikali. Wapo wanaomuona kama shujaa wa demokrasia, lakini wapo pia wanaomchukia kwa kusema ukweli bila kupaka sukari, kwa lugha kali, kwa msimamo wake usioyumba. Swali kubwa ni hili: kwa nini watu wengi wanamchukia Tundu Lissu? Je, ni kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa, au ni kwa sababu ya hulka yake isiyotetereka? Baki nasi hadi mwisho wa video hii, kwa sababu tunakwenda kuchambua sababu 5 kuu zinazomfanya Lissu kuwa miongoni mwa wanasiasa wanaopendwa sana na pia wanaochukiwa sana. Sababu ya kwanza, msimamo wake mkali. Tundu Lissu si mwanasiasa wa kunyamaza. Ana sauti yake na anaitumia. Mara nyingi amesimama hadharani na kuikosoa serikali. Haijalishi ni serikali ya nani au imejipamba vipi. Lissu hushughulika na hoja kama matumizi mabaya ya fedha, ukiukwaji wa haki za binadamu, uonevu na hata ufisadi kwenye taasisi nyeti. Sasa, katika mazingira ya siasa za Tanzania, hili ni jambo lisilo la kawaida. Katika jamii ambayo watu wengi huamini kuwa kumkosoa kiongozi wa nchi ni sawa na kutukana taifa, Lissu huvuka mipaka hiyo. Wapo wanaomuona kama mpambanaji wa haki, lakini kwa wengine anajionyesha kama mtu wa fujo au anayependa sifa. Ukweli ni kwamba siasa za Tanzania zimejengwa katika misingi ya ukimya, adabu na heshima. Viongozi huchukuliwa kama watawala, si watumishi. Lissu alivunja ukimya huo. Alitikisa meza. Akauliza maswali ambayo wengi walikuwa wanayaficha mioyoni mwao. Na hilo ndio limekuwa likimuingiza kwenye misukosuko na baadhi ya watu. Sababu ya pili, lugha yake ya ukali. Kuna tofauti kati ya kuzungumza na kusema mambo moja kwa moja, na Tundu Lissu yuko upande wa pili. Maneno yake ni ya moja kwa moja, bila kupindisha au kupaka mafuta. Akiona jambo haliko sawa kwa mtazamo wake, atasema ni kosa. Akiona uonevu, atasema ni uonevu. Bungeni au kwenye majukwaa, Lissu amewahi kutumia maneno kama serikali inadanganya au tunaelekea kwenye udikteta. Kwa watu wengine, hiyo ni lugha ya kishujaa, ya mtu asiyeogopa kusema ukweli. Lakini kwa wengine, hiyo ni lugha ya kuudhi, ya kukera na ya kukosa heshima. Kwa hiyo, hata kama hoja zake zina mashiko, lugha yake huwafanya baadhi ya watu wasimsikilize tena. Wanamchukulia kama mchokozi au mtu mwenye jazba. Lakini kama tunavyojua, ukweli mara nyingi huumiza zaidi kuliko uongo uliopakwa manukato. Sababu ya tatu, itikadi na uswahiba wa kisiasa. Hili nalo ni jambo nyeti. Tanzania ni taifa lenye vyama vingi, lakini ukweli ni kwamba bado kuna mvutano mkubwa kati ya chama tawala na vyama vya upinzani, hasa Chadema, ambacho ndicho chama cha Tundu Lissu. Wafuasi wengi wa vyama hawaangalii hoja, wanaangalia nani kasema. Kwa hiyo, hata kama Lissu anasema jambo lenye maana, lenye maslahi kwa taifa, kama wewe ni mfuasi wa chama, unaweza kuona kama anakishambulia chama chako, na hapo ndipo chuki huzaliwa. Hii ni chuki ya kiitikadi, chuki inayotokana na uaminifu kwa chama, si kwa mantiki ya hoja. Kwa hiyo, Tundu Lissu anachukiwa si kwa sababu ya makosa yake, bali kwa sababu yuko upande mwingine wa kisiasa. Na hili si suala la Tanzania pekee, ni changamoto inayozikumba siasa nyingi barani Afrika, ambako upinzani huhusishwa na uasi, si chaguo la kikatiba. Sababu ya 4, hofu ya mabadiliko. Mabadiliko ni neno dogo, lakini lenye uzito mkubwa sana kwa wengi. Katika jamii nyingi, hasa zile zilizojengwa kwenye misingi ya hofu,
utawala wa mabavu au mazoea ya muda mrefu, wazo la kubadili mfumo linaonekana kama jinamizi. Na Tundu Lissu, kwa namna alivyo, si mtu wa mfumo. Yeye ni msemaji wa katiba mpya, mahakama huru, tume huru ya uchaguzi, uwazi na uwajibikaji, na vyombo vya dola visivyotumika kisiasa. Kwa mwananchi wa kawaida, haya ni matumaini. Kwa mzalendo, haya ni dira ya taifa bora. Lakini kwa wale wanaofaidika na mfumo, hayo ni hatari. Kwao, Lissu si mkombozi, bali ni tishio. Na kwa hiyo, wanapinga si tu hoja zake, bali hata uwepo wake kisiasa. Wanachokataa si mtu, bali mabadiliko anayoyaonyesha. Na hapa ndipo tunapoona chuki inayozaliwa si kwa sababu ya tabia ya mtu, bali kwa hofu ya kupoteza maslahi ya mfumo. Huu ndio ukweli mgumu. Tundu Lissu anachukiwa kwa sababu anaibeba ndoto ya mabadiliko ambayo wengine wanayaona kama mwisho wa zama zao. Sababu ya 5: migogoro ndani ya upinzani. Sasa, tukirudi ndani ya chama chake, Chadema, tunagundua jambo lingine. Hata huko, si kila mtu anashangilia jina lake. Katika kila harakati, huwa kuna watu wenye ndoto sawa lakini njia tofauti. Lissu ni mpambanaji, lakini pia ni mtu mwenye maono makubwa, mwenye kiu ya uongozi na mwenye uwezo mkubwa wa kuvutia umma. Wapo wanaomtazama kama trop ambitious, yaani mtu mwenye tamaa ya madaraka, au anayejiona bora kuliko chama. Mwaka 2025 alipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema, wengi walishangilia. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na mitazamo tofauti, baadhi wakisema ameikalia nafasi hiyo kwa nguvu ya umaarufu, si kwa heshima ya ndani ya chama. Wapo waliohisi kuwa ushindani wake dhidi ya Mbowe ulikuwa ishara ya mgawanyiko, si maendeleo. Kwa hiyo hata ndani ya upinzani, ambako tungeamini angepata mapokezi mazuri, bado anakumbana na mashaka, wivu na upinzani wa kimya kimya. Si rahisi kuwa Lissu. Si rahisi kuwa kiongozi anayetazamwa kwa darubini ndani na nje ya nyumba moja. Je, Tundu Lissu anastahili kuchukiwa? Ukweli ni kwamba hana ukamilifu. Kama binadamu, ana mapungufu yake. Anaweza kuwa mkali, anaweza kutokuomba msamaha kirahisi, na anaweza kuonekana kama anayejiamini kupita kiasi. Lakini pia, ana kile ambacho viongozi wengi hukosa: uthubutu wa kusema ukweli bila kupepesa macho, hata kama atabaki peke yake. Amejeruhiwa kwa risasi 16, lakini hakukata tamaa. Alirudi kupigania taifa lake. Alihatarisha maisha kwa ajili ya haki. Mtu kama huyu atachukiwa, basi si kwa sababu ya udhaifu, bali kwa sababu ya nguvu yake. Na kama siasa ni kusimama kwa kile unachoamini, basi Lissu anapaswa kuheshimiwa, hata na wale wanaompinga. Kwa sababu mwisho wa siku, taifa linahitaji sauti kama yake, za kutuamsha, kutukera, lakini pia kutusukuma mbele. Asante sana kwa kutazama video hii hadi mwisho. Je, wewe una mtazamo gani juu ya Tundu Lissu? Je, unadhani anachukiwa kwa haki au kwa hofu ya mabadiliko? Tuandikie maoni yako hapo chini, na kama hujafanya hivyo bado, subscribe kwenye channel hii kwa mazungumzo mengine ya kina kama haya. Mpaka wakati mwingine, tufikirie kwa kina, tusikie kwa makini, na tuwe tayari kuhoji tulichozoea.